maana Mungu ni roho, na akija kujilia wanae huja katika roho na kukaa ndani ya mwili wa mwanadamu ili aseme na mwanadamu aliye hai. Wewe ni mwanadamu na unatakiwa kurudi ulikotoka katika ufalme wa Mungu. Na ili urudi mwanadamu ulikotoka katika ufalme wa Mungu, lazima upewe njia ya kupita. Lazima upewe njia ya kupita, kisha upite. Hauwezi kwenda sehemu usiyojua. Lazima upate maelekezo kutoka kwa Mungu aliyekuumba. Na Mungu aliyekuumba atakuelekezaje ndani ya yenye roho? Na kuna mwanadamu aweze kuiona roho mwanadamu. Lazima Mungu aliyekuumba ateue mwili, kisha kae ndani ya mwili akupe habari njema za ufalme, upate mlango na njia ya kufika ulikotoka. Lakini wanadamu wajifanya kiburi, wajifanya wajua kuongea. Lakini nakwambia njia yako ni mwili huu, mlango wako ni mwili huu. Utaiona paradiso kupitia kusikiliza mwili huu, maana ndipo roho alipoketi. Ameshuka na kiti chake cha enzi duniani kwa habari ya kupitia mwanadamu uliye hai. Lazima nami nikae kwa mwanadamu aliye hai, nikupe habari njema za ufalme wangu. Ila ukipinga haina shida, tutakutana paradiso, maana njia ni moja, lango ni moja, na ufalme ni moja, na jehanamu ni moja. Na anayetoa hukumu ya jehanamu huyo ni roho anena leo ndani ya mwili wa kiumbe huyo. Hii ndio nakujuza wanadamu, naijuza dunia, naijuza dunia. Dunia melala ingali mejiwa, dunia mesizina ingali tayari parapanda imeshalia. Parapanda ndio hii, kweli ya Mungu ndio parapanda. Imekuja kukupigia kelele wewe upate kuchukua hatua ya kusikiliza neno la Mungu, ili upate lango la kufika kule ulikotoka. Maneno haya nisemayo, au neno hili nisemayo, ndiye niliyekuumba, niliyekaa ndani ya mwili wa mwanadamu. Tangu mwanzo nilikaa ndani ya mwili ya wanadamu, kwa sababu mimi ni roho. Nilikaa ndani ya Kristo. Kristo alikuwa na mwili kama huu, nikakaa ndani yake, nikaleta habari njema za ufalme katika dunia. Nilikaa ndani ya mfalme Daudi. Mfalme Daudi alizaliwa kama jinsi alivyozaliwa huyo. Mfalme Daudi alitungiwa mimba kama alivyotungiwa mimba huyo. Yesu alitungiwa mimba kama alivyotungiwa mimba mfalme Zumaridi. Nikaja kwa mfalme Daudi, nikaleta habari njema za ufalme. Mlionichoma mlinichoma, mlionipokea mlinipokea. Nikaja kwa Yesu, mlionichoma mlinichoma, mlionipokea mlinipokea. Mwanadamu. Nikaja kwa Nuhu, mlionipokea mlinipokea, mlionichoma mlinichoma. Kaja kwa Ibrahim, mlionipokea mlinipokea, mlionichoma mlinichoma. Nikaanza kwa Adamu, mlionipokea mlinipokea, mlionichoma mlinichoma. Leo niko ndani ya mwili huu, mlionipokea mtanipokea, na mtakonichoma na yeye pia mtachoma. Hii ndiyo kanuni ya Mungu. Mungu huja katika mwili kwa ajili ya wanadamu walio na mwili. Na siku zote Mungu ni Mungu walio hai. Mungu si Mungu wa wafu. Waliopita kumaliza kazi walikufa. Na hata leo kwa neema ya agano la saba, agano la maajabu, wanarudishwa tena kwa baada ya kutenda kazi, kuungana na kiumbe huyu anasema Maria. Nije amka wewe uliyesizia, amka wewe uliyejifunika blanketi,
Shituka, umejiliwa. Hakuna mwanadamu awezaye kumwona Mungu kwa macho ya damu na nyama. Hakuna mwanadamu awezaye kumwona Mungu kwa macho ya damu na nyama. Mungu amejificha, maana yeye ni roho. Hivyo anakuja katika roho, kisha nakawa kiumbe dhaifu. Ndivyo ilivyo. Hivyo nakusihi mwanadamu, waweza kuyasikiliza maneno haya, kisha ukachukua hatua ya kusonga mbele. Usipoyasikiliza maneno haya, utalia na kusaga meno, utaomboleza, utalia na utasaga meno na utaomboleza mwanadamu, ingali Mungu alikujilia katika uso wa dunia. Mbarikiwa mataifa, nimetuma ujumbe kwa mataifa kwamba kiti changu cha enzi kilishashuka, tayari kiko katika dunia na kimekaa ndani ya mwili huu. Kiti cha enzi, mtawala wa Mungu. Mamlaka ilishashuka, mamlaka ilishashuka ndani ya mwili huu. Hivyo chukua hatua, hivyo shituka dunia. Nasema na dunia, nasema na ulimwengu, nasema na waliokaa ndani ya dunia, nasema na wanadamu mliokaa ndani ya dunia, nasema na wafanyabiashara wakubwa wamependa ufalme wa giza, nasema na ulimwengu, nasema na dunia hali hapa. Mimi ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Nisitikiswe na jambo lolote. Nasema na mataifa, nasema na majimbo mbalimbali, nasema na mikoa mbalimbali na wilaya mbalimbali. Mimi ni roho naisema ndani ya mwili. Roho niliyekuumba, roho niliyeumba milima, niliyeumba milima, mabonde, bahari, mito, ndiye naisema. Niliyeumba wadudu wote na wanyama, ndio naisema. Pumzi unayopumua ni mali yangu, ndio naisema. Hatua unayopiga ni mali yangu, usingizi mali yangu, kila ukifanyacho ni mali yangu, ndiye naisema. Asubuhi ya leo, mimi ndio baba wa mababa, baba wa mababa, baba wa mataifa, baba wa ulimwengu, baba wa dunia, baba wa dunia anasema, baba wa ulimwengu anasema, baba walio hai anasema, si baba wa wafu tena, baba walio hai, baba wa wale msikizao. Baba anasema, baba kaja kwa watoto wake, lakini watoto wanang'ang'ania kwa baba wa kambo. Wakati baba yao aliwaomba, kawajilia, lakini watoto wanang'ang'ania kwa baba wa kambo, anayewatesa, anayewala nyama, anayewatafuna, anayewafanya kuwa mateka na kuwatesa na kuwanyanyasa na kuwafanya mkinuka, huku mkifanya kazi zake. Ndiye mnayemng'ang'ania. Mnakataa baba wa amani, baba wa amani mnamkataa. Aliyeleta amani mnamkataa. Aliyeleta pumziko la maisha yako unamkataa. Aliyeleta ulinzi unamkataa. Aliyekuletea baraka unamchoma. Ndiye aliyekuumba. Pokeeni ujumbe mataifa, na hiyo ni salamu na kuja kwa matendo. Hiyo ni salamu na kuja kwa vitendo. Sasa waweza kusikiza ujumbe huu ukatukana. Sasa ni matendo yanakuja, sijutatukana. Na kuja kwa matendo makuu yatakayotikisa ulimwengu, yatakayotikisa dunia. Kila mmoja ataimba wimbo moja, kila mmoja ataimba wimbo moja. Naja upesi, naja dunia na habari, naja
upesi, naja upesi, naja upesi dunia, naja upesi, naja upesi, naja dunia, naja kwa matendo, si kwa maneno tena, naja kwa ishara, naja kwa miujiza, naja kwa nguvu ya ajabu, naja kwa upepo wa kisulisuli, naja kwa upepo, hakuna atakayebaki amesimama. Nilikaa miaka mingi kimya, dunia ikajaa utupu, dunia ikajaa giza.